anasema kama tukitenda dhambi kusudi, baada ya kuijua ile kweli, ya kujua ujuzi wa ile kweli, ujuzi ule uelewa, mtu anasema ni mjuzi wa kitu fulani, maana yake unaelewa kuhusu kitu fulani, alafu kisha ukafanya dhambi, maana yake hilo linaitwa kusudi, kwa sababu ni makusudi, kwa sababu unajua alafu kisha unafanya. Anasema maana kama tukitenda dhambi kusudi, baada ya kuijua ile kweli, baada ya kujua ujuzi wa ile kweli, Biblia inasema haibaki dhabihu kwa ajili ya dhambi. Maana yake kama tukitenda dhambi kwa kusudi, kwa sababu tunafahamu kuhusu dhambi, tunafahamu kuhusu neno, tunafahamu kuhusu habari za Mungu, lakini kama tukitenda dhambi, hiyo ni kusudi. Baada, maana yake ndio maana nasema baada ya kuijua ile kweli, ya kujua ujuzi wa ile kweli, kama tukitenda dhambi, haibaki dhabihu kwa ajili ya dhambi. Maana yake kifo cha Yesu hakibaki kuwa ni tayari kwa ajili ya kukusaidia, kwa ajili ya kusamehe, kwa sababu hakina msaada tena kwako. Haibaki dhabihu kwa ajili ya dhambi. Haibaki tena Kristo kufa kwake kwa ajili yako tena, kwa sababu umejua kweli, lakini kwa kusudi umefanya dhambi. Anasema ile dhabihu ya Kristo ya kifo chake haibaki tena kwa ajili yako, haibaki tena kwa ajili yangu kama nikitenda nini? Dhambi, kwa sababu naijua kweli, lakini nimeiacha kweli nikatenda dhambi. Anasema kama mtu, maana kama tukifanya dhambi kusudi, baada ya kuijua ile kweli, baada ya kujua ujuzi wa ile kweli, kama tukitenda dhambi, basi haibaki tena ile dhabihu kwa ajili ya dhambi, kwa sababu ile dhabihu iliyotolewa ya Yesu Kristo kwa ajili ya dhambi haibaki tena kukusaidia, kwa sababu umejua alafu bado unafanya. Kwa hiyo ile kifo cha Yesu msalabani kitakuwa ni bure kwenye maisha yako, maana unajua lakini bado unafanya. Sasa ndipo anasema kama tukifanya hivyo, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Yesu Kristo alifanyika dhabihu kwa ajili ya dhambi za ulimwengu, lakini kama mtu akaijua hiyo dhabihu, akajifunza ile kweli, anasema ujuzi wa ile kweli, kama umejifunza ujuzi wa ile kweli alafu ukatenda dhambi, anasema haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Maana yake haibaki tena kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya ukombozi wako, maana yake itakuwa ni bure kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo msalabani. Bwana asifiwe. Amen. Kwa nini? Kwa sababu tumejua ujuzi wa ile kweli, lakini kwa kusudi tukafanya dhambi, kwa kusudi tukatenda yasiyofaa, kwa kusudi tukatenda yaliyo dhambi. Biblia inasema kifo cha Yesu msalabani kwako kitakuwa ni bure. Ndio maana mahali pengine nasema msalaba kwao wasioamini ni upuzi, lakini kwetu ni nguvu ya Mungu. Bwana asifiwe. Lakini msalaba kwao wasioamini ni upuzi, yaani ni ujinga. Usiangalie, na niwaambie watu wa Mungu, sio kila msalaba unaoona ni wa Kristo. Mwingine ananunua nguo kwa sababu ina msalaba, basi anajua msalaba wa Kristo. Hata mizimu ina msalaba. Wale wanaojua haya mambo, kuna msalaba hata ya mizimu, nao wanaweka msalaba. Sasa tatizo kubwa, usiangalie tu msalaba. Ndio maana namesema msalaba kwetu sisi ni nguvu ya Mungu, lakini kwa wengine ni upuzi. Wanaona ni upuzi. Kwa nini? Kwa sababu hauna faida kwao. Ndio maana anasema kama tukitenda dhambi kwa kusudi, baada ya kujua ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Maana yake ile dhabihu iliyotolewa kuchukua dhambi yako haibaki tena kwa ajili yako tena. Maana yake utabaki na dhambi kama kawaida, utabaki chini ya dhambi kama mwanzo, kwa sababu wakati ule wa kwanza ambao ulikuwa umeijua kweli, ukiishi kwenye hiyo kweli, maana yake imebaki dhabihu kwa ajili ya dhambi. Maana yake imesimama kubeba makosa yako. Haleluya. Kwa hiyo makosa yako yamebaki, makosa yangu yamebaki kwa dhabihu ambayo ni Yesu Kristo, kwa sababu ilitolewa kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu. Sasa kama nikibaki katika uaminifu wa sheria yake, maana yake bado itahesabika
imebeba masikitiko yangu, dhabihu imebeba dhambi zangu, maana yake mimi nimesamehewa, nimekuwa yule wa kwenda mbinguni. Kwa hiyo kama sitafanya hivyo, kama nikitenda dhambi baada ya kujua ile kweli, baada ya kufahamu ujuzi wa ile kweli, baada nina ujuzi wa neno lakini ninafanya dhambi, msalaba kwako ni kazi bure. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu maana ukishatenda dhambi, ukisema nimekombolewa au ukafanya chochote haujakombolewa bado, kwa sababu tunakombolewa dhambini. Sasa Biblia inatuambia kama tukifanya dhambi, anasema haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Yesu Kristo alifanyika dhabihu, akatolewa msalabani, sadaka iliyotolewa kwa ajili ya kukomboa ulimwengu na dhambi, ili mwanadamu asamehewe makosa, apatanishe na Mungu. Katika mfumo wa upatanishaji na Mungu, maana yake yeye alichukua dhambi yetu, alifanyika dhabihu ya dhambi. Sasa anasema kwa hiyo panapotokea wewe umejua ujuzi wa ile kweli, alafu unakwenda kufanya tena dhambi, haibaki ile dhabihu ya Yesu Kristo kwa ajili ya dhambi yako tena, kwa sababu bado unafanya. Maana yake ile haina faida kwenye maisha yako tena. Nini kinafuata kama haina faida? Mstari wa 27 anasema bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi zako, kwa sababu ulijua kweli, alafu kisha ukatenda ambayo ni dhambi. Maana yake dhabihu ile haifai tena kwako, maana umeikataa, umekana ile sadaka ya ukombozi kwako iliyobeba dhambi yako, maana bado unaendelea na dhambi. Maana yake umekana ile dhabihu iliyobeba masikitiko, iliyobeba dhambi zako. Sasa anasema nini kinafanya? Bali kuna kuitazamia hukumu. Kwa nini? Kwa sababu aliyebeba dhambi zako umeendelea kuzifanya, umekataa. Sasa anasema bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wapingao. Kuna kuitazamia hukumu, mtu wa Mungu, kuna kuitazamia hukumu kwa watu wale ambao wameikataa. Kwa nini? Kwa sababu wameijua kweli lakini hawakuifanya ile kweli, wametenda dhambi. Biblia inasema kuna baki kuitazamia hukumu ya moto ulao, ambayo Biblia inasema moto huu inasema kwamba bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha. Hukumu hii haifurahishi. Biblia inasema kama tukitenda dhambi, kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha, hukumu yenye utisho, hukumu inayotisha ndiyo tutakaoitazamia kama tutabaki kukaa kwenye ujuzi wa ile kweli. Maana yake tumeijua, tumekuwa wajuzi, tumeujua ujuzi wa ile kweli, ufahamu, tumeuelewa kuhusu Biblia, tumeelewa kuhusu neno, lakini bado tunakwenda dhambini. Biblia inasema kuna kuitazamia hukumu, hatutazamii uzima wa milele. Kwa sababu nini? Maana tumeiacha njia, maana tumeacha mwelekeo. Kwa kuwa tumeacha mwelekeo, Biblia inasema kuna kuitazamia hukumu ya moto ule utishao. Biblia inasema moto unaotisha, wa moto ulio tayari kuwala wapingao. Bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Mtu anasema mimi sipingi, mbona mimi ninakubali, mbona mimi ninakubali. Sasa sikiliza unielewe, unaweza ukampinga Mungu kwa matendo na mwenendo unaoishi. Kwa namna hiyo unaweza ukampinga nani? Mungu. Ndio maana anasema hukumu hii iko tayari kwa ajili yao wapingao. Maana yake wamelikataa neno, waliujua ukweli, wanapinga kwa kutenda dhambi, hali wao wamefundishwa kutenda mema. Kwa hiyo mtu akifundishwa kutenda mema, alafu wewe ukaenda kutenda dhambi, maana yake umelipinga neno. Sasa anasema kuna kuitazamia hukumu itishayo, itakayowahukumu wanadamu kwa sawasawa na matendo yao, kwa kadiri ambavyo tuliishi,
kwa kadiri ambavyo tulitenda, kwa kadiri ambavyo tulitembea, kwa kadiri ambavyo tulifanya kwa watu, kwa kadiri ambavyo tumefanya mbele za Mungu. Hata kama watu hawakutuona, lakini tumetenda ambayo ni kinyume cha Mungu, maana yake umeipinga kweli kwa matendo yako. Bwana asifiwe. Manake naweza kumpinga Mungu kwa mwenendo wangu, kwa sababu hapa nafundishwa labda neno, nafundishwa neno kuhusu kuishi maisha matakatifu, alafu naishi maisha ya dhambi, manake ninapinga lile neno. Sasa Biblia inasema kwa ajili ya hao wapingao kuna kuitazamia hukumu mbele yao. Kwa hiyo sisi tuliokwisha kuokoka, kama tukitazama dhambi, kama tukitazama mabaya, basi Biblia inasema kile kifo cha Yesu msalabani hakina faida juu ya maisha yetu. Ile dhabihu itakuwa ni bure iliyotolewa pale msalabani. Haibaki dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu itishayo, na moto ule wewe uliowekwa tayari. Kuna moto umewekwa tayari kwa ajili ya wale wanaopinga neno la Mungu kwa matendo ya dhambi. Kama kanisa tukitenda dhambi, kama kanisa tukienda kinyume, tukaliacha neno, tukaacha kubaki kwenye utakatifu, Biblia inasema kuna kuitazamia hukumu. Kuna siku tutaingia katika hukumu. Maana yake hatutatazamia uzima wa milele, badala yake tutatazamia hukumu. Haleluya, Bwana asifiwe. Biblia inatukumbusha vema kwamba kama tukikaa katika neno kuna kutazamia uzima wa milele, lakini kama tukikaa katika dhambi, basi kule kifo cha Yesu ni bure kwetu, hakina faida tena. Maana nasema bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha. Hukumu inayokuja inatisha watu wa Mungu kuliko raha tunayopata sasa. Haya yote tunayoyatenda hapa duniani, hukumu inayokuja mbele yake Biblia inasema inatisha. Biblia inasema hukumu hiyo inatisha watu wa Mungu. Alafu inasema moto ulioandaliwa, uliowekwa tayari. Hukumu hiyo ni moto uliowekwa tayari kwa ajili ya kuwala wale wapingao neno la Mungu kwa matendo yao, wanaokataa sheria ya Mungu. Biblia inasema kuna hukumu mbele. Hivi sasa tunaongea hukumu kama hadithi, lakini siku ikifika tutakapoiona hukumu yenyewe ndipo tutajua kuna hukumu. Lakini leo tunafundishana na kuambiana kuhusiana na kwamba kuna hukumu. Neno la Bwana katika Ibrania sura ya 10 mstari wa 27 anasema kama hatutaishi kwenye ujuzi wa ile kweli, tukaipinga kwa matendo yetu, Biblia inasema hakuna kuitazamia hukumu itishayo.